ili niweze kujitambua, njia ya kwanza niweze kujitambua kwa haraka zaidi, kaa chini, utafute, ujifunze vile vitu ambavyo kwako ni strength au vile vitu ambavyo kwako ni vina nguvu, vina power, pamoja na weaknesses na vitu ambavyo kwako ni madhaifu. Watu wote sisi kuna vitu ambavyo tunajua kabisa kwamba kwenye hili bwana mimi nina udhaifu hapa, au udhaifu wangu mimi ni kadha, siwezi kufanya kitu fulani hivi na hivi, haya ni madhaifu. Lakini pia kuna mengine ambayo unajua kwamba kwenye jambo fulani bwana mimi hapo niko vizuri, naweza nikafanya kadha, nikipewa huku mimi usiniwazie. Kwa mfano, watu tunasema hivi, wakati mwingine ili uweze kufanikiwa, tafuta shughuli ambayo unajua wewe unaweza ukadeliver 100%. Watu wengi sana wanaweza wakachagua deal yoyote kwa sababu eti inaonekana rahisi au nyepesi, au kwamba ni deal ambayo maarufu kwa sababu watu wengi wanafanya, lakini kumbe kwa uwezo wake yeye ukimuingiza pale anaweza kudeliver 20% au 10% au 30%, which is too low. Lakini lipo jambo ambalo wewe unaweza kufanya 100%, 90%, ukishuka sana 80%. Kwa hiyo anza kutafuta, yani hapa ni mchezo wa kucheza na kalamu na karatasi. Tafuta kidaftari kabisa kwamba hiki kitakuwa ni maalum kwa ajili ya wewe kuandika vitu vinavyokuhusu. Vitu gani unaona kwamba katika eneo hili mimi ni king? Na kuna vitu gani ambavyo unaona katika eneo hili mimi ni mtu wa chini kabisa, mimi nina mapungufu hapa. Kwa hiyo ukishajua mapungufu, maana yake unatakiwa kuyafanyia kazi, si ndio? Hiyo ni njia nzuri sana nyepesi ya kuanza kujitambua haraka. Anza kutafuta weaknesses and strength of your own. Sawa sawa.